Ndugu wananchi, tunapenda kuchukua fursa hii kuwakumbusha, kuelezana, lakini pia kupeana elimu juu ya swala zima la huduma za shirika la umeme zinavyotolewa, lakini pia kuweza kukumbushana juu ya hatua gani kama mwananchi ama mteja shirika la umeme unatakiwa ufanye ili kuweza kupata huduma au kuweza kutatuliwa changamoto au tatizo lote lile ambalo itakuwa limeweza kukezea. Kama tunafahamu kwamba shirika la umeme ni shirika la kiserikali kwa 100%, na huduma zake kubwa zinazotolewa hapa ni kusambaza huduma ya umeme kwa wananchi wa Zanzibar, na kazi hiyo kubwa imepewa shirika la umeme kwa mujibu wa sheria namba 3 ya mwaka 2006, na imeweza kupewa majukumu manne ya msingi kwa mujibu wa sheria hiyo. Jukumu la kwanza la msingi ni kuweza kuzalisha umeme, jukumu la pili ni kusafirisha umeme, na jukumu la tatu ni kuweza kusambaza, na la nne ni kuweza kuuza umeme. Lakini pia sheria imeweza kuweka bayana kwamba katika kuweza kutimiza majukumu hayo, basi pia itambue kwamba shirika la umeme ina dhima kubwa ya kuhakikisha kwamba sekta nyingine zinaweza kupata maendeleo kupitia shirika la umeme. Kwa hiyo tunafahamu kwamba huduma ya umeme ni huduma muhimu sana kwa maendeleo yoyote yale ambayo yapo katika dunia hii. Na kama tunafahamu kwamba bila huduma ya umeme basi maendeleo mengi hayawezi kuendelea. Huwezi kuzungumzia viwanda, huwezi kuzungumzia kilimo, huwezi kuzungumzia uzalishaji wa aina yoyote. Kwa kufahamu hilo, lazima shirika la umeme liweze kuwa na mikakati mahususi ya kuhakikisha kwamba huduma hiyo inawafikia walengwa, na walengwa wetu sisi maana yake ni wananchi na wadau mbalimbali ambao ni watumiaji wa huduma hii. Lakini tuzungumze au tumgusie zaidi huyu mtumiaji wetu ambao tunasema ni wa kila siku, ambaye tayari ameshapata huduma ya umeme, lakini katika kutumia kwake kunaweza kutokezea changamoto mbalimbali. Shirika la umeme limeweza kujipanga kuhakikisha kwamba ina idara mbalimbali ambazo zitakuwa zina kazi mbalimbali kuhakikisha kwamba huduma hii ambayo tayari sheria imeshaipa mamlaka hii kuweza kuzalisha, kusafirisha, kusambaza na pia na kuuza umeme, kwamba pale sasa itapotokezea hitilafu au tatizo au changamoto, basi mteja huyu au mwananchi huyu aweze kulifikia shirika kwa haraka na kuweza kutoa huduma yake. Kwa hivyo shirika limeweza kuweka idara mama ambayo itakuwa inahusika na masuala haya ya wateja, ambapo kwetu sisi tunaita idara ya mipango, biashara na uwekezaji. Kwa ndani ya idara hii sasa kuna kitengo mahususi ambacho kinahusika na wateja, tunasema kitengo cha huduma kwa wateja. Kwa katika kujigawanya kwake kitengo hicho nacho pia kina kituo maalumu ambacho kituo hicho kitakuwa kinapokea taarifa, na taarifa hizi tumezigawanya katika namna kuu mbili. Kuna zile taarifa ambazo mteja mwenyewe anakuja moja kwa moja katika ofisi zetu za shirika na kuweza kutoa taarifa yake ya hitilafu ama ya kuhitaji huduma yoyote. Lakini pia kuna njia ya pili ambapo mwananchi huyo au mteja huyo anaweza akatoa taarifa zake kupitia kituo chetu hichi cha kupokelea miito ya simu kama kinavyojulikana kama ni call center. Kwa mteja atapaswa kupiga simu kwa namba yetu ile ya huduma kwa wateja ambayo kila wakati tunaizungumzia ya 0772877879, na namba hiyo utapokuwa umepiga basi wahudumu wetu watapokea na kukuuliza maswala kadhaa kwa mujibu wa mnasaba wa swala lako au changamoto yako ambayo umeweza kuizungumza. Kwa hivyo utaratibu huo ukishakamilika, wahudumu wetu hawa wataipeleka taarifa yako katika idara ama sehemu mahususi ya kutatuliwa tatizo lako lile. So kama inavyojulikana kwamba tunatoa huduma ya umeme, lakini ili kufikie basi kuna hatua mbalimbali ambazo zipo. Wale wateja ambao bado hawajafungiwa hata mara moja au hawajapata huduma ya umeme hata mara moja, lakini pia kuna wateja wale ambao tayari umeme uko ndani kwao, lakini tu kuna changamoto ambayo imejitokeza. Kwa hivyo vitengo vyetu hivi viwili, vile ambavyo vya kushughulikia mteja ambao bado hajapata huduma, lakini pia vya kushughulikia yule mteja ambao kapata huduma lakini ana changamoto wakati huo. Kwa hivyo kinachotatizika hapa, kuna wakati mwingine ndile namna sasa ya wateja wetu wanatoa taarifa, na tunazungumza haya ili kuweka uelewa sasa. Kama wewe ni mteja umepata tatizo, vipi unatakiwa tatizo lako uliwasilishe katika mamlaka husika ya shirika la umeme. Kwa hivyo ukumbusho wetu wa leo utajikita zaidi kukufahamisha wewe sasa kwamba umepata hitilafu, mathalan labda kuna waya umekatika, nguzo mbovu, ama katika mita yako haitoi umeme kupeleka ndani katika matumizi yako, lakini pia na kadhia yote ile ambayo itakuwa imekutokezea tu katika hali ya kawaida. Unachotakiwa wewe ni kufuata hizo hatua mbili ambazo nimezitaja awali. Moja ya kupiga simu hiyo ambayo nimeitaja, au ya pili kama upo karibu na kituo chetu chochote kile cha huduma basi unaweza kufika, hususan hapa makao makuu. Lakini pia kama utakuwa upo kaskazini itakuwa ni maeneo ya Gamba, na kama utakuwa upo kusini basi ni maeneo ya Makunduchi. Kwa hivyo utapokuwa umeenda basi wahudumu wetu watakuhudumia kwa kukuuliza maswala kama nilivyotaja na watakuwekea taarifa yake. Lakini kwa yule tu ambaye kapiga simu basi na vile vile ataulizwa maswala yake, taarifa yake itakuwa imewekwa. Sasa kumeibuka jambo ambalo imetupeleka leo tuweze kuzungumza nawe ili kupata ufahamu pamoja, ili kuweza kuondosha
kutosha kucheleweshwa kwa kufanya kazi kwa hizi taarifa za kidharura. Ieleweke ya kwamba tumeweka namba hii maksudi kabisa ili kupokea taarifa za kidharura, ingawaje kwa sababu sisi tunatoa huduma tunaweza kupokea taarifa yote ile ambayo tu itakuwa inahusiana na huduma ya umeme. Lakini utapokuwa umetoa taarifa yako, hakikisha mambo kadhaa itakuwa unayo, na kama utakuwa hauna, hiyo itakuwa ni shida kwa kufuatilia hilo jambo. Jambo la muhimu sana, utapokuwa unaongea na hudumu wetu, lazima uweze kujua jina la mtu ambaye hili ni jambo la msingi sana. Na kwa nini tunataka uweze kujua jina la mtu ambaye anahudumia? Kwa sababu kuna changamoto ambazo tunakuwa tunazipata za kwamba aidha wewe hukuridhika na huduma ambayo tunaitoa, basi utapokuwa umelalamika, basi iwe rahisi kwetu sisi kama uongozi kuweza kujua shida ilikuwa ni nini, mpaka mtendaji wetu ashindwe kukuhudumia na wewe ukaridhika katika huduma ile ambayo umepatiwa. Kwa hivyo kujua jina la mtu ambaye kakuhudumia ni swala la msingi sana. Lakini jambo la pili pia unatakiwa uondoke nalo ni kupatiwa namba ya taarifa. Namba ya taarifa hii inakuwa kama ni reference kwako pale ambapo sasa umetoa taarifa yako, lakini tumeshindwa kama watu wa huduma kulitatua, kwa sababu inawezekana taarifa ile au tatizo lile linaweza likaleta athari baadaye. Kama unafahamu kwamba mwongozo wetu huduma kwa wateja unatutaka ndani ya masaa kadhaa hiyo huduma ambayo tatizo lako ambalo umeeleza basi iwe tayari imefanywa ufumbuzi. Sasa kama itakuwa tumepindukia siku, masaa, basi una haki ya kulalamika na sisi tukaweza kuwajibika katika hilo. Sasa unapokuwa na namba taarifa, moja itatusaidia au itakusaidia wewe kufanya ukumbusho kwamba nimepiga simu nyakati hizi, nimepewa taarifa namba hii, lakini sikuona utatuzi wa jambo langu. Na uzuri unapokumbushia sasa, kikubwa tu utakuwa unataja ile reference namba yako, ili sasa iangaliwe katika mfumo imeingia, labda taarifa yako imekuwa mawapi. Inawezekana labda haikufika sehemu husika, basi tukaweza kuifanya kazi kwa haraka na kuweza kufika sehemu husika. Kwa hivyo kuwa na namba ya taarifa ni muhimu sana sana sana, kwa hiyo itakusaidia wewe katika kuweza kukumbushia, lakini pia itatusaidia na sisi watendaji kujua kwamba kweli umetoa taarifa lakini imeshindwa kuweza kufanywa kazi. Na hayo tunazungumza pia kwa sababu tayari kumeibuka changamoto hii kwamba tumeona kwamba wananchi wengi wanapotoa taarifa zao aidha kwa njia rasmi au sio kwa njia rasmi, basi kimbilio kubwa limekuwa ni kwa vyombo vya habari. Ni kitu ambacho kama sisi watu wa huduma hakitufurahishi, kwa sababu tunabidi tujiulize masuala mengi sana. Kwa nini mwananchi huyu anashindwa kupata huduma mpaka afike sehemu hizo ambazo imekuwa leo inasemekana kwamba ikifika taarifa sehemu fulani, basi shirika ama watu wa huduma sisi imekuwa ni rahisi kulifanyia kazi kulikoni ukiweza kutoa taarifa katika hali ya kawaida, kitu ambacho si sahihi. Hii ni taasisi inaongozwa kwa sheria, kwa kanuni, kwa miongozo na taratibu. Kwa hivyo kama tulivyozungumza mwanzo kwamba mwongozo wetu wa mkataba huu wa huduma kwa wateja unaeleza wazi kwamba umeomba huduma, muda gani utafanyiwa huduma yako, lakini pia umetoa taarifa, itatatuliwa kwa muda gani. Kwa hivyo kusema uende manake nje hapo inakuwa sio njia sahihi, kwa sababu tayari miongozo ipo ya kuweza kutuongoza na kuweza kutatua. Kwa hivyo tunachotaka kuzungumza zaidi na kukazia hapa kwamba mteja au wewe mwananchi umetoa taarifa yako, umepatiwa namba ya taarifa, basi unatakiwa ukae kwa masaa 3, masaa 5 ukumbushie. Lakini imepita siku umeshindwa kabisa kuweza kupata huduma ile, basi unaweza kurejea tena katika ofisi zetu, na utaporejea tena utafika katika chumba hicho au kituo hicho cha huduma kwa wateja, nao watakusikiliza. Lakini kama utaona hii nenda rudi imekuwa ni kubwa, basi unaweza kufika katika ofisi ya afisa uhusiano na kuweza kumwelezea hiyo changamoto yako. Tunazungumza hivi kwa sababu gani? Kwa sababu kabla hujatoka nje ya hapo kwenda katika chombo chochote cha habari, basi hakikisha kwamba taarifa yako kwanza ipo shirikani, lakini jambo la pili pia umeweza kufuatilia kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, lakini kwa mara ya tatu, basi fika katika ofisi ya uhusiano ili kuweza nako kupeleka taarifa ile. Sasa utapoona sasa hata huyo afisa uhusiano mwenyewe ameshindwa kukupa huduma sahihi, ameshindwa kulibeba hilo na kuweza kulitatua, basi sasa hapo wewe unaweza kumuona meneja mkuu wa shirika hilo, au sasa unaweza hapo kwenda katika njia ambayo utakuwa unaifahamu. Kwa hivyo tuweze kukumbushana kwamba itakuwa si sawa kwamba tu umetoa taarifa yako, umeshindwa kufanywa ufumbuzi na wewe tu ukatoka hapo kwenda katika chombo kingine ambacho unakifahamu nje manaki ya taasisi husika yenye kutoa huduma. Kwa hivyo tunatoa huo mwongozo ili tuelewe kwamba kwanza ufike katika ngazi hizo, usipite ngazi hizo, na baada ya hapo basi sitakuwa tuna kinyongo kukuruhusu uende popote kuweza kudai haki yako hiyo ambayo umeweza kuikosa. Lakini sio kama sasa hivi ambapo tunaona matukio mengi kwamba mwananchi analalamika kwamba nimetoa taarifa lakini nimeshindwa kufanya ufumbuzi, lakini mtu huyo ukimuuliza hana namba ya taarifa. Lakini pia ukimuuliza vizuri zaidi anakuambia mimi nilimuona tu mtu wa Zego kapita, nikamwambia pale nguzo imelala, nikamwambia pale labda waya umekatika, labda nikamwambia kwetu hakuna umeme. Hizo sio njia rasmi. Njia rasmi unatakiwa upige simu, ama njia rasmi pia uweze kufika ofisini moja kwa moja. Lakini katika ngazi za kuweza kufuatilia, basi
kujikumbushia mara ya kwanza na mara pili. Ukishindwa hapo, basi tembelea ofisi za afisa uhusiano na hapo utapata msaada wa kukamilisha jambo lako. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tumejaribu kuyazungumza ili kutengeneza uelewa wa pamoja kabla ya mwananchi kulalamika katika korido, katika kulalamika majiani, kulalamika katika ngazi nyingine ambazo hazitakuwa sahihi kufika huko. Bado shirika la umeme tuko imara na tunajipanga kila siku kuongeza manake ufanisi wa utendaji kazi, ufanisi wa kutoa huduma zetu. Nadhani kwa sasa kila mmoja ni shuhuda, tumekuwa huduma zetu ni bora, huduma zetu ni nzuri na hakuna malalamiko kama hayo ambayo tumeyazoea, watu lalamika kulalakiza, watu lalamika labda nyaya zimekatika, nyaya ziko chini. Kwa tumeona tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hivyo ili sasa tusirudi nyuma, basi na wewe mwananchi kufahamu kwamba unawajibika vipi katika kuweza kutoa taarifa, lakini pia kufuatilia taarifa na kuhakikisha kwamba taarifa yako imefanywa kazi kwa wakati. Lakini pia kama uongozi wa shirika pia tuko tayari kuweza kuwajibisha watendaji wetu ambao kwa muda fulani tumeona tumesikia hayo kwamba wakilalamikiwa aidha dharau au lugha sio nzuri au pia kuweza kutokufika katika lile tukio ambalo labda limeripotiwa. Na tumejaribu kuzungumza huko nyuma kwamba pia una wajibu wewe mwananchi kuweza kuwa na mawasiliano ya fundi ambaye tayari ameshapewa hiyo taarifa yako na alikupigia simu kwamba okay, niko njiani nakuja, lakini wewe umekaa kumsubiria hafiki, na pengine tu anaweza kupigia kwa baadaye akamwambia mimi siwahi tena, basi tufanye kesho. Sasa kama atakuwa tu kuna lugha kama hizo, kuna viashiria kama hivyo, basi ni vyema kuwa na mawasiliano ya huyo fundi wetu au mtendaji wetu, na baadaye njoo hapa makao makuu tupate taarifa hizo, basi na shirika nalo halitasita kuweza kuwachukulia hatua watendaji wao. Tunatamani sana kwamba nidhamu, utiifu na wajibikaji uwe ni mzuri na wa kuridhisha kwa wale ambao tunakuwa tunawahudumia. Kwa hivyo na wewe kama ni mwananchi pia una nafasi ya kuweza kulifanya hili likakamilika, kwa sababu wewe ndiye ambayo ni mtu wa mwisho ambapo tayari fundi wetu anakabili au mnakabiliana naye. Sasa kama unahisi huduma ambapo amekuletea haujaridhika naye, basi unakulalamika na kuja ofisini kwetu na kuweza kutupa taarifa, na sisi tutakuwa tunachukua hatua nyingine. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.